Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Ukienda gucanjamũra aria makũhũragĩra thimũ na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela ciitasikiza tune thimũ-inĩ yaku. Andĩka kodi ici 6388289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya. Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya, bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andĩka kodi ici 6388290 rwĩmbo Kenya. Kenya, nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta. Andĩka kodi ici 6388291 nĩguo kwamũkĩra ndĩmũitĩrĩrie maguta. Andĩka kodi ici 6388292 nĩguo kwamũkĩra ndĩmũririkane. Ndĩmũririkane na mũthimbo cethia na Mordekai. Andĩka kodi ici 6388293 nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndoka harĩ we. Ũnjĩre twĩthiaga nawe. Andĩka kodi ici 6388294 nĩguo kwamũkĩra umanja. Wĩrorere maũndũ marĩa ũkona wĩgwatĩre. Andĩka kodi ici 6388295 nĩguo kwamũkĩra Ngai nĩareka rĩngĩ. Andĩka kodi ici 6388296 kodi ici citũme ta message kũrĩ 811 wamũkĩre nyĩmbo cia Grace Mirela. In the night I saw you, but it's different this time. In my mind I call you, 'cause I want you by my side. I'm on the last chain, and then I see you, darling. Won't you call me? I'm on the first chain, on the first chain. Sipping sunshine, I'll be chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it slow. All the clouds we're feeling alright, alright. Hello, good morning. Today is a Friday, and I want to thank God for giving us another chance and another day for being alive. I thank God for everything that He has done to us. This month is a month of festival, and I thank God because of being with us all through this year, from January to February up to this month of December. I just want to welcome everybody to come and watch with me
The topic of today is personal etiquette. We are continuing with the personal etiquette from where we left last time on Friday, last Friday. Yes, I thank God kwa sababu najua amewaweka na amewaweka vizuri mukiwa strong, and I know that you are happy to be alive today. Thank God for everything. My names are still Mercy PK. I'm a counselor psychologist, and I would like you to listen unto us, or you listen unto me, and also as I listen unto you. Okay, you know, sometimes it's always good to listen from feedback. Last time we were talking about personal etiquette, and today we are continuing with the personal etiquette. I had promised you to be with another guest here who is Gena, but I'm not with her today because nimeona time is not on our side. Nikaona it's good we continue with personal etiquette. We rev around that exploration of talents. Yes, ni vizuri tuendelee na hiyo, na hata ningetaka kwanza tuanzelie tu kwenye tuliwachia wakati ule mwingine. We talked of leaves zenye tunapewangwa na watu, na tukaongea ni vizuri kuwa na that kakatasi kidogo wakati umepewa lift na mtu kwa sababu especially at this time of December tutaenda kwa sikukuu mingi sana, tutaitwa masikukuu, tutaenda na pengine tutapewa lift na watu. Ni vizuri kuwa na that neneka a good behavior wakati tuko kwa ngari ya hao watu, kwa sababu hata sisi wakati siku moja tutapewa na Mungu, si ndio? Alafu kitu ya pili, kuna kitu moja niliwachiria, nilisema kuhusu kuangalia miguu yako kama iko na chafu, especially kwa wakati huu kuna mvua, kuwa na matope kwa miguu. Ni vizuri kuingia kwa gari ya mtu ukiwa umejipanguza kiasi, at least umwambie nipe nafasi kidogo kwa sababu umenipea lift nipanguze miguu. Then wakati unaingia kwa gari usigongeshe mlango ya gari, just ask him to akuambie kama hiyo gari inafungika vizuri, hata wakati unafunga polepole. Funga polepole gari ya mtu, usije ukagongesha mlango. Yes, na alafu tukaongea kuhusu wakati uko na mtoto, especially even wakati umepewa lift na mtu, wakati uko hata kwa matatu, take care of your baby. Wacha kumpea masweet, aende akikula masweet. Sweet saa zingine sinakuanga sikiwa sticky, sinakuwa sikiwa na gum. Anaweza enda akiguzaguza watu kwa ngari, na pengine hata mtu mwenye ako kwa matatu anaenda kwa interview hata ama anaenda kazi, alafu amechafuliwa na mtoto wako. Wakati uko kwa ngari, kaa na mtoto wako, wacha kupatia mtu mwingine akuchikie mtoto. Ni vizuri, and don't allow passengers to give your baby or even to accept something to eat from the passenger and you don't know him or her. Ni vizuri wewe mwenyewe ujipange, ukitoka kwa nyumba ukae ukiwa na vitu zako mwenyewe zenye utaenda ukikula kwa njia. Nadhani tuko pamoja. Naendelea tu na hiyo personal etiquette venye tunastahili kubehave. Then wakati umeitwa kule, behave, you have table manners. Wacha kuitisha kitu, especially kwa hotel, kitu yenye iko very expensive, na mwenye amekuitia ama mwenye amekuinvite for lunch or supper pengine hata hakuwa ana intend kwa sababu hana pesa kununua kitu ya bei kali. Ni vizuri umwambie kuchagulie mwenye amekuinvite. Wakati uko kwa wenyewe, ni vizuri hata kuangalia kama huwa wanatoa viatu ukiingia kwa nyumba ya wenyewe. Soma kusema asanti, sema kusoma sorry, sema kusema excuse. Ni vizuri hata kujua kusema excuse. Ni vizuri kusema God bless you, hata kuambianga watu God bless you, na kuambianga hata thank you kwa ile kitu umefanyiwa. Unawaambia excuse, unawaambia I'm very sorry, unaambiwa thank you.
Kitu kama hiyo ni vizuri kuendelea na kusoma. Then today I just wanted to talk of how we will cater for our children, especially at this time of holiday. They are being given wanapewa ruhusa waende nyumbani ili wakae na sisi. You can imagine wakati uko ati mtoto ametoka shule, wakati wamefunga shule. Some of the parents, they take their children to their grandmothers or their aunties or their uncles places. It's not always good. Okay, kama wewe unapelekanga ni sawa tu, pengine umeamini huyo mtu, lakini ujue kitu ya muhimu. Ni vizuri kuenda na mtoto wako pahali unaenda, kwa sababu pengine hata hujui kama huko kuna rules za kwako. Ni vizuri hata pahali mtoto wako anaenda ujue kama kuna rules. Sijui kwa Kiswahili inaitwaje, simunikumbushe inaitwaje. Okay, yeah, unajua kila pahali kuna sheria ya huko. Okay, wacha niweke sheria. Kuna sheria ya huko. Ati venye ukiingia kwa hiyo mlango hustahili kukuja ukiwa late. Wakati huko hujaenda kwa nini, sio honeymoon umeenda, ati unaenda tu just kukade. Hata mtoto wako venye umemsomesha na pengine kwako hafanyangi kazi, anaenda kwa wenyewe, anaonekana ni kama hajafundishwa good manners. Let me just tell you, it's always good to be with your babies. You know, they observe from our doings, they observe from our actions, and also what you tell them, it doesn't matter kama vitendo hasifuatiliwi. Ni vizuri ukae na mtoto wako ili aweze kuobserve your behaviors or what you are doing, kama siandamane na venye unawaambia. Watoto wengi wanapelekango kwa aunti zao atiende wakakule sikukuu. If you are not there, make sure that umejua mwenye ako na watoto wako. You must know who is that with your children. Yes, ni vizuri hata kujua na behavior za mwenye ako naye ziko aje. Lazima ujue vizuri mwenye ako naye kwake kuna kuanga na rules. Kama ako kwa kasi ni yake, behavior zake ziko aje. Wakati unawacha watoto wako, kama kasi imekufuga sana na you just want to take them to their aunts or you just want to take them to their grandmothers, you should make sure that your mother or their grandmother is taking good care of them. Na ni lazima aangalie hata pahali wanaenda with their cousins ama wenye wako huko. Make sure ati unapiga simu kila siku kuuliza wako wapi na wako na nani, na uulize hata behavior za wenye wako na wao, for you not to lose your baby, for you not to lose your children. Yes, take care of your children. Kama kazi yako haikufugi sana, kama ni biashara, go with your children. If you can't stay at home with them, give them time. They're coming for holiday so that we can be together. Give them time. It's always good to give them time. Unajua wakati wako ndio unafaa sana, and you'll be able to learn your child. Maybe in one way or another hujawahi jua hata mtoto wako. Pengine umempeleka boarding akiwa ina primary school and hakujagi jioni ati muonane na yeye. Muko na yeye asubuhi akitoka kwa nyumba. Ati hiri you are sending him to school na umejua venye ametoka nyumba. Unajua ile maneno ya asubuhi matters a lot. What you tell your children in the morning matters a lot. What you tell your children, it makes their day. Yeah. So, it's always good to have time with your children. Kama wako in a boarding school, kama umewapeleka in a boarding school and they are in a primary school,
just stay with them in holiday times so that you can learn them better. Ujue kama tu behavior twenye ameacquire from school, from other students, kama siko venye wewe unatakanga akue. What I know is that there is no one parent who would like their children to behave in a manner that hawataki, in a bad behavior. So, for you to correct them, it's always good to give them time. Have time with them. Especially wakati wa holiday. Wakati wa holiday, unamekiwa ili watoto wakuje wapumzike na wazazi wao. Na ili kuweza kutoa ile ka behavior ameacquire kutoka kwa wengine yenye wewe mwenyewe utakangi. Yenye wewe mwenyewe utakangi. Unajua mtoto huamini wazazi sana, wazazi wake wenye wamemzaa, kuliko hata kuliko hata counselors, kuliko hata walimu, kuliko hata other people outside there. Me as a counselor, what I do, if you give me your child to counsel him or her, what I do, I just teach you on how to tell her. Yeah, kwa sababu wewe atakuamini sana. And it's always good to build to make a friendship with your child. Mupendane na yeye ili wakati hata napitia. Unajua kuna watoto wengine they don't disclose their issues to their parents. And this is because the parents don't give their children time. Hakuna kitu ya maana kama kupea mtoto wako time. Unajua watoto wanapotelea wapi? Wachani niwaambie wazazi, especially wazazi, it's always good to listen. Listen and listen carefully. Wakati umetuma mtoto wako amekuja for holiday na ametoka shule na hujajua what he or she was undergoing when he was in school, hujajua ile matatizo amekuwa nayo kwa shule, that makes him to involve himself in bad company. Wakati umemtuma kwa aunti yako, wakati umemtuma especially to the glad mothers or glad parents, you know our glad parents wamekuwa tired. They have become tired. Yes, walitulea na walitulea vizuri sana na njia yenye inafaa. Lakini because of being old, that's why they have wamechoka. Kwa sasa hata hawawezi kuambia mtoto wako venye walikuwa na kuambia wakati wewe ulikuwa mdogo. And it's always good to give them time to rest. Don't take your child to their glad mother if you are not there to cook for them, to watch their behaviors, what they are doing, for you to correct them. You know, sometimes we tend to take our children outside our house so that they can go and visit their relatives. Na hatujui au watoto pengine kuna kakitu kameingia kwa akili yao tungeweza sisi wazazi kutoa. Unajua akiambiwa na aunti yake hataweza kujua kama amechange behavior. Aunti yake hataweza kujua behavior zake, lakini you as a parent, you know each and everything about your child. You know what your child can do and what he can't do. Yes. Kwa hivyo ni vizuri kujua. Na utajua hata akichange. Maybe mtoto wako alikuwa naongea sana, lakini wakati ulimtuma shule akirudi, anarudi akiwa introvert ama akiwa haongei sana kama kitabo. You will be able to know your behavior yenye amechange. Na you will be able to explore ama kuangalia sana ni nini imefanya mtoto wangu na alikuwa naongea na siku hizi haongei. There before he or she was opening up, but these days
haongei, he's not even opening up, haniambii mashida yake. Kwa hivyo wakati unatembea, kama unaenda sikukuu, enda na watoto wako. Wakilala njaa ama wakilala wakiwa wamekula sana, hata wewe kulia hapo na ujue walikula nini. Unajua kuna mtu umeajiri hapo ati aende apikie watoto wako. Ni vizuri kwenda na wao, na hata wakifika huko waambie wafanye kazi yenye inafanywa huko, wasiende kukaa tu de. Unajua saa zingine huwa tunachoka sana, especially wakati tumepata wageni kwa manyumba zetu. Wanakuja ni kama like wamekuja honeymoon. Wewe unashinda tu kitchen ukipikia watoto wa sister zako ama wa watu wako. Sasa nimekuja pande yako msasi. Hata wewe unasikianga aje? Kama watoto tu ni kufungulia ma TV uko na nini na kuona TV, kusikiza ma radio, na wewe bado uko kitchen ukiwapikia. Just give them work to do, make them busy, but not being they should not be busy in TVs. Give them work to do. Delegate powers. Sema wewe utaosha nyumba, sema wewe utapika. Nikikosa chakula huko ujue wewe ndiye nitauliza. Nikikosa nikikuta or if I find the house dirty, I'll ask you. Nikipata nguo hazijafuliwa, I'll ask you. Yeah, delegate those powers to them. Give them work to do. Make them busy. Na hata ukiona hata mtu mtoto ni mremi, hata usitake aende kwa wenyewe. Kama unajua mtoto wako huwa hati, don't let him go to their relatives or to his relatives, kwa sababu hata akifika huko ataanza kuona ni kama anashukiwa. And do you know why they behave the way they behave in a bad manner? Ni kwa sababu uriwa negerete. Wakati wametoka shule, wewe umewatuma uko kwa relatives wao, kwa aunties zao, kwa uncle zao, kwa grandmothers. Na pengine grandmother hata kuwa na time ya kujua huyu mtoto wako ako na nani. Na hapo ndio utakuja kusikia ati, especially at this time of December, ndio watoto wengi wenye wametoka shule wanapatanga mimba, wasichana. Ndio watoto wengi wa vijana unasikia wanatake nini drugs, kwa sababu wameenda wakaji-involve na watoto wale wanatake drugs. And for them to fit in that group, they must do what those are doing or what others are doing. If they are taking bang or taking drugs, they will just take drug for them to fit in that group. Na ndio sababu unaona msichana wako hakupatwa kwa nyumba yako kudungwa mimba. It's because you ulimpeleka kwa relatives wenye hawataki kujionyesha ati wao ni wabaya kwa wao. They don't want to guide them. They don't want to tell them, ili waweze kuonekana wao ni wazuri. Angalia sana kama your mother or their grandmother is still aware ati kuna pahali wanaweza pitia pabaya. Wacha tuangalie watoto wetu na tuangalie vizuri. Nataka kwanza nataka kutambua wenye wamefika siku ya leo hapa, na nadhania maneno yako sawa salamini. I want to welcome Garishia Maina. Karibu sana. Na wale wengine wote wamekuja. Damshi, Mwari wa Ndungo sikuoni. Karibu sana.
Watu waingie, wakuje wasikize hii nini, wakuje wasikize hii maneno ili tuweze kujua what is going on there. Yeah. Tunaongea kuhusu personal etiquette or zile tabia zilizoheshimika. Yes. Rose the Praiser, I can see you, Rose the Praiser. Rachel Jambi, hey, hi Rachel, I can see you very well. Jane Jechi, I can see you very well. Thank you Jane, I can see you. Thank you very much. Karibuni wote, karibuni, nawapenda sana. Karibuni sana. Asha tuendelee. Pengine wasasi tunapata watoto wetu pata behaviors zingine zenye hawajalewa nazo. Kuna behaviors zenye huwa wana acquire wakati hatuko na wao, na ni vizuri kuwa tunawacorrect wakati wamekuja for holiday. Wakati umepata mtoto wako zile behavior alikuwa nazo, good manners zenye alikuwa nazo zimebadilika, akaanza kubehave na njia ingine, what do you do? As a parent, you must explore. It's always good to explore. Na ujue hizi behaviors zinatoka wapi, na ili huyu mtoto uweze kumsaidia. Ni vizuri kuanza na strength yake yenye amekuwa nayo, yenye umeona positive side of him, yenye amekuwa ikifanya vizuri. Muulize, mwambie hapa, nimeona umefanya vizuri sana, lakini kuna kadalili kengine naona pahali, lakini hakanifurahishi. Unaweza kuniambia matatizo yenye umekuwa nayo shule? Unaweza kuniambia matatizo yenye umekuwa nayo shule, ili naye aweze kukuelezea, na wewe pengine utaweza kuchange behaviors. Kwa hivyo ndio sababu nasema wakati mtoto amekuja nyumbani, don't let him or her just go to his grandparents home, waende ati wakae tu na hizo mashida zenye walitoa na uko nje. Sitaki kusema ni shule, na sitaki kusema ati ni wanaweza toa kwa relatives wao, lakini even in the entire neighbors, kwa neighbors wanaweza toa uko, na hata ukikosa kumchange when it is early, itakuwa gumu sana kumchange. Na katika hiyo hurry, ningetaka unipe only 2 minutes. I take a glass of water and then come back. Thank you. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking. Time keeps ticking. Time keeps ticking on me. I'm on the last chain, and then I see you, darling. Won't you wait on me? I'm on the first train. I'm on the first train. Sipping sunshine, I'll be tasting rainbows day and night. Gonna take flight, take it. You're
Ukienda gucanjamũra aria makũragira thimu na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela citasikiza chimdimuni yaku. Andika kodi ici 6388289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya. Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya, bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andika kodi ici 6388290 rwĩmbo Kenya. Kenya, nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta. Andika kodi ici 6388291 nĩguo kwamũkĩra ndĩ mũitĩrĩrie maguta. Andika kodi ici 6388292 nĩguo kwamũkĩra ndĩ mũririkane. Ndĩmũririkane na mũthimbo cia na Mordekai. Andika kodi ici 6388293 nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndoka harĩ we. Njĩra twĩthiaga nawe. Andika kodi ici 6388294 Maũndũ mothe no camba. nĩguo kwamũkĩra umanja. Wĩrorere maũndũ marĩa ũkona wĩgwatĩre. Andika kodi ici 6388295 nĩguo kwamũkĩra. Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Okay, we are back. Karibuni tena. Tuendelee na personal etiquette. Okay. Damshi Mwari Wadongo, I can see you. Thank you. Thank you Chiko Kamitha. Okay. Karibuni sana. Ita watu Chiko na kuona. Damshi. Brer Ismail is watching. Thank you very much. Karibu sana. Welcome. Oh, Brer. Okay, I can see what you have written. Yes, Chiko Kamitha. Ita watu wote. Karibuni tena. Wacha tuendelee. Tulikuwa tunaongea kuhusu watoto wetu. Watoto wetu ni watu wa maana sana maishani yetu. And we wake up very early in the morning to go and look for the daily bread for them. Na wakati tumeenda kutafuta mkate wa kila siku, tumewachiria watoto wetu. Ni kuonyesha hakuna kitu ya maana tunafanya. So ni vizuri kuwapea time ili kuweza kubuild a good relationship with them. Ili wakati wako kwa mashida ama wakati wako na issues, you be the first person kuambiwa mashida yao. You can imagine ukisikia ati mtoto wako anaenda kwa watu wengine kuambia mashida zao na alitoka kwa nyumba yako na hata hajawaambia. Hiyo inamaanisha there must be something that is not going well in your house. So ni vizuri kuenda kukaka unawaambia muwe na ka meeting in the evening ama wakati mnakula
always tell parents that it's always good to eat when you are together, on the table when you are together, ili mtu aweze kusema ameshidaje. Wakati huo ndio tu utaweza kusoma watoto wako, ama ukiwa mama utaweza kusoma hata bwana yako ataweza kusoma na ajue huyu mtu sio venye alitoka asubuhi na venye ako saa hii. I better even deal with her or his issue or your baby's issues, ili usije baadaye ukaregret. There was a time I was talking about life regrets. And those are some of the regrets that we are supposed to avoid. To avoid regrets, ni vizuri kujua mtoto wako amechidaje. Then, wakati umeamuka asubuhi, mtabirie mambo mazuri. Tell him or her good things. Ama kumtabiria maneno mazuri. Wakati anaenda muambie shida vizuri. Muambie God bless you, God take care of you. Muombe asubuhi kama huwa unaomba. You know it's not everybody who prays. So ni vizuri hata kama ni kumwambia kakitu kazuri, mtoto awe na nguvu ya kuenda. Ajue mama, ajue baba yake huwa anampenda. Ati hata nikienda nipatane na mabaya, hata nikienda shule nichide vibaya, kuna pahali nitarudi. Na ninajua hapo pahali narudi watanifurahia wakiniona nimerudi nyumbani. Asubuhi ongelesha watoto wako vizuri. Waambie washide vizuri. Na umwambie hata kama jana ilikuwa baya, najua leo utafanya vizuri sana. Unajua kitu ingine, it's always good not to compare. It's not good to compare your child with others. Even if wametoka kwa tumbo moja, never ever compare. Kila mtoto akona yake as an individual. Kila mtoto akona talent yake as an individual. So, wacha kuangalia talent ya huyu mwingine, unaanza kukompare na huyu mwingine. Hiyo si malezi bora. Kwa hivyo ni vizuri kuendelea na kuwafahamu watoto wako yenye wamefanya vizuri, ili yenye hawajafanya vizuri ukiwaambia wataweza kusikia na kukusikiza. Kwa hivyo siku ya leo ni vizuri tusome, kukaa na watoto wetu, especially at this time of holiday. Wakati wamepewa ruhusa, wanapewango ruhusa ili wakuje wapumzike na sisi, kwa sababu ya kazi mingi yenye wamefanya uko shule. Wametumia brain yao sana, so at that time wanastahili kurest. Na wakipumzika, si vizuri tu wapumzike tu na kulala. Wape kazi to keep them busy. Na hata ukae na wao ukiwauliza habari ya shule. Ni nini uliona mazuri ya shule? Ni gani uliona mabaya ya shule? Ili muweze kutatua hiyo. Kitu ingine huwa nasahau sana, na hata nasahau kusema. Mtoto wako wakati unamtuma, kila saati hakuna wakati utawahi kuwa na yeye. Hamutajuana na yeye. Especially those people who take their children in a boarding school when they are in a primary school. When you take them in a boarding school, hiyo sasa ni kama mumewachana na wao kabisa. Na mkiwachana na wao, make sure wakati wa holiday mko na wao. Don't let them go visit their relatives. Stay with them in home. If you are to go somewhere for sikukuu, go with them. Everywhere you are going, go with them. Unless you are going to work. Because what I know is that when ukiamuka asubuhi kwenda kazi, jioni mtakuwa na wao. Then you will have time with them in the evening after work. Then kitu ingine, kama unamtuma kwa mtu kwa sababu unafanya kazi pengine bali hamwezi onana na wao,
ni vizuri kujua mtoto wako ako na nani, na kila wakati mko na wao nyumbani. Wakati tunasema ati wako kwa nyumba, make sure after some time unapiga simu kumuuliza uko wapi na mko na nani. Mtoto akikuomba ruhusa ya kuenda out, kwa sababu some of the children they like going for swimming, they like going for an outing with their friends, just know where they are going. Make sure umejua kwenye wanaenda, make sure unajua wako na nani, make sure kwenye unaweza kumtafuta, ati hata ukimtaka anytime utampata. Na usomeshe watoto wako kuongea ukweli, because these days watoto wanadanganya sana. Watakudanganya rafiki wenye wako na wao. Muulize, mwambie before you go out, just tell me where you are going, tell me whom you'll be with, give me his number or her number, and then you make sure ati umejua huyo mtoto ni wa nani. Kama ni urafiki wameanza, kwa sababu itafika wakati tu na wataanza kujiinvolve in a friendship ya okay. Unajua kuna wakati inafika hata miaka inafika na msichana wako ataolewa, usimblock. Kukua urafiki na mtu si vibaya, but it's good you know that friend of hers. Kama ni kijana, ni vizuri kujua rafiki mwenye ako na yeye. Unajua sio kusema ati kijana wako ni lazima awe na boyfriends tu ama girlfriends peke yao. Watakuwa na marafiki wengi. Kama ni girlfriend wa kuoa, akuja kuambie, let her be free with you, let him be free with you, for you to correct him. Pengine unajua huyo msichana na njia ingine, sio ati uachanishe. Just make sure umeanza kucorrect hiyo msichana, kwa sababu one day ataweza, pengine atakuwa your daughter-in-law, you can imagine. Na huyo unaenda ukiongea kuhusu huyo msichana wa wenyewe, pengine wako na urafiki na kijana wako. Make sure ukimpata kwa njia, ama kijana wako akikwambia yeye ndiye wako urafiki na yeye, mcollect kama mtoto wako. Hata kama hawana kwa urafiki, pengine ataanguka kwa mikono yako siku moja na uchaongea maneno yake. Kitu ya pili, as parents, especially as ladies, we tend to have kuongea mishene, hiyo mishene ya watoto wa wenyewe. Make sure yenye unaongea hata akiwa utaweza kuongea. What I always tell people is that whatever you are talking about or about someone, make sure you will be able to talk in his presence, in her presence. If you cannot be able to talk about her in her presence, never ever. Achana na hiyo maneno. Ile kitu najua ati huwezi kuongea kuhusu mtoto wa wenyewe, ama huyo mama na hapo, ama huyo mzee na hapo. Kitu najua ati utaweza kuongea hata akiwa, then continue. Ile kitu unajua hutaweza kuongea in his presence, don't ongea, don't talk about it. Kama ni mtoto wa mtu, kama ulimuona pahali kwenye hakufai, if you never correct her or him, then don't talk about it. If you cannot be able to talk in his presence or in her presence, don't talk about it. Just see and keep quiet. See and keep quiet. Especially as ladies, we tend to talk about our friends' husbands. Ati nimeenda nimepatana na yeye akiwa na mama mwingine, ama akiwa na another lady.
alafu unaenda unakimbia, badala ya kumuuliza huyu ni nani, wacha nisalimie, kitu kama hiyo, muongee na yeye. Wacha kupelekea huyo mama hiyo maneno. Wewe ndio umeajiriwa kwenda kupeleka maneno ya wenyewe. Usiwe ati wewe ndio utafanya waachane. Hiyo itakuja kukuthuru baadaye. Let me tell you, it will backfire back to you. It will bounce back to you. So, everything that you want to remove from your mouth, never ever. Just access. You see whether it is good to mention what you want to. Ile kitu unataka kuongea, chunguza sana. Kama ni kitu utaitwa na uweze kuongea ukiwa comfortable mbele ya watu. Nimeona watu wameingia na wameingia kwa wingi. Naona huyu mtu tunaita Ani Warogoro. Thank you muno Ani Warogoro. Asante sana. Chiko Kamitha, naona umeita watu wengi, endelea. Kuna huyu mtu mwingine naona anaitwa Shauri ni Wanjiko, ulienda wapi? Nimekuona pahari. Karibuni sana nyinyi wote. Karibuni. Richonyoike. Thank you very much my sister. Thank you very much Richonyoike. Na ninajua hata siku moja hata wewe utakuwa hapa. Shauri ni Wanjiko, where are you? Where are you Wanjiko? Wanjiko Kamitha na kuona. Tuendelee ili tuweze kujua what to do with our children, especially at this time of December. Tutaenda kwingi, tutaona mengi, tutafanya mengi, but it's always good to keep God mbele. Weka Mungu mbele. Kwa sababu ya nini? Wakati mwingi hatuko na watoto wetu, na tutaweza kuwa protect. So ni vizuri we let God take the lead. Na hata ukiona mtoto wa wenyewe akifanya chochote anafanya, kama ni mambo mazuri anafanya, just affirm him or her. Mwambie unafanya vizuri na unanifurahisha. Na ukiona ni kama anafanya contrary kwa venye inastahili kufanyika, just correct him or her. Correct him. If you want to correct him, ama uende ukiongea ukisema these days hata ni kukunywa pombe, these days ana take drugs, hata hujui kwa nini aliingia kwa hizo drugs, kwa nini aliingia kwa hiyo pombe. Huyo mtoto anaweza kuanguka kwa mikono yako. Unaweza kuona umeletewa na msichana wako. Msichana wa wenyewe unaweza kumuona huko nje akiwa na akifanya vitendo wenye hatufai. It's good to collect him. It's good to collect him. Unaweza kumuona kwako. Unaweza kuwa one day mother-in-law. Utafanya aje? Wakati huo utafanya aje? Na ulichaongea yote. Unajua, sijui kama ndiye Kanado ni makorago na dhamiri imwe. Tareke twithikiri. Let us just listen unto ourselves. Listen to yourself clearly. Saa zingine sijui kama tunakuanga na umudu thine vitu. Umudu inas. Ujiulize wakati wale tu wenye ati wanaongeanga kuhusu, wanastahili kuongea kuhusu watoto wa wenyewe ni wenye hawana watoto. Na hata hao wenye hawana watoto hawastahili kuongea mabaya ya watoto wa wenyewe. Tomorrow you'll get a baby. Utaanza kujua kumbe hii amepitia. And let me tell you, today I just want to talk about the Bible. At this time of December holiday, ni wakati Yesu anasariwa. Wacha asariwe ndani yenyu.
Don't let Jesus aende atoke ndani yako. Wacha akae ndani yako. Na ni vizuri kujichunguza. Is he in me? Is Jesus in me? Ili uweze kuambia Yesu akuchunge hata mienendo yako. Wacha azaliwe ndani yako. Wacha watoto wako wajue kuna Yesu. Especially, sorry sana kwa wale wenye sio Christian, kwa sababu kuna wengine sio Christian. As a counselor saa zingine, okay, but it's good, counseling goes together with the Bible. Lakini ni vizuri tusikize kwa yote. Venye tutakaa na watoto wetu. Otherwise, masaa haiko pande yangu na ninaona masaa imeisha. Masaa inakaribia kuisha na mungeniuliza maswali tungeendelea kuchambua. Tungeendelea kuchambua. Kwa sababu mimi najua wazazi wengi sana wanataambika huko nje. Na pengine hii maneno ya watoto wanataambika kwa sababu ya watoto wao. Na pengine watoto walianza tu pengine kwa wakati kama huu wa December, penye umewatuma kwa relatives wao, hujui kama relatives wao wako na nini na loose kwao, kwa sababu mimi venye huwa naamini mtoto wako akikuja kwangu atakaa venye kwangu kunakaa. Ni vizuri usomeshe mtoto wako ati kwenye anaenda, wacha ati kama kuna kitu amesoma baya huko, wacha awache huko. Kama kuna mazuri ametoa huko, wacha alete kwako. Na tunyitanirere, sijui kunyitanirera. Kwa hivyo, kwa wakati huu mimi nitawacha hapo, unless kuwe na mtu mwenye ako na swali na nitaisoma hapa. Mkiandika hapa Damche Mwari wa Dungo anasema tulee watoto wetu. Thank you. Kwa hivyo ni vizuri ukichunga mtoto wako, chunga hata wa wenyewe. Na kitu ya mwisho ningetaka kusema, wakati huu wa December, there are so many people there outside and they have nothing to take for this kwa sikukuu. Usikure peke yako. Jaribu uone umeweka a smile in someone's face. Ni vizuri ujue ukikula hizo chapo, ujue huyo neighbor ako na kitu ya kukula. Muite kwako ama mpelekee kaunga, na ukipeleka kaunga usipeleke ikiwa peke yake, peleka na tumafuta ya kupikia hiyo unga. Kama unachija kwako, usikule hiyo busi peke yako. Ita watu wenye hawajiwezi. Wacha kuenda kuita wenye ati watakuita baadaye. Ita mwenye unajua hataweza kujiripishia, ama ita mwenye hataweza kukuinvite kwake. Ati hata akijaribu aje, hana kitu ya kukurudishia. Sio ati kwenda kuita wenye wako na kakitu ati aleme na kanyamu. Don't call those who have sikukuu. Call those who don't have. Ni vizuri tuwe na haya ya kukula peke yetu. How can you just close yourself inside and take a whole busi peke yako? Ita especially those who don't have. Na ni vizuri kuchunguza, because especially these days people are hiding. They don't open up. Kwa sababu unajua kwa nini they don't tell others that they don't have? It's because after umemuita sikukuu unaenda ukiambia watu, nani liita so and so. Unajua nilienda nikapata hakuna. Unajua mechana inaanzanga aje? Unaanzanga na kitu kidogo ati wacha tu, unaenda kwa rafiki yako na unataka kuongea mechana ya yule. Unajua nini?
nilikuwa nataka tuombee so and so. Naye huyu akisikia maombi, unajua lazima atakusikiza. Hata hakuwa amechenea, naye anaanza kukusikiza, anakuuliza, haya, kwa nini kareke kuravire? Hawako pamoja, tumechene tu ni twarega. Ama hata hawana kitu ya kukula. Just keep quiet. If you want to pray for her or him, pray for him alone. Don't go and tell others that they don't have something to eat. Wacha kwenda ukiambia watu ati hana kitu ya kukula. Muombe na umuite sikukuu. Hiyo ingine ni ya Mungu. Na venye nawaambia ukipea mtu, pea mtu mwenye hana. Wacha ulipwe na Mungu. Kwa sababu once you call those who have, they revenge and call you for another siku. Pengine hata ya 25 kiwaita, nawe uone akikuita kwake ya tarehe moja. Hapana, usikubali. Hata ukiitwa wewe enda, lakini make sure sio yeye umeita. Invite mwingine mwenye hajiezi, mkure na yeye. Na ukikula na yeye, ukimie. Kama kuna mtu unataka kubariki, you want to M-Pesa him, you want to M-Pesa her, just M-Pesa her and keep quiet. Tell him or her that I just want to buy a kasikuku. I just want to buy a kasonda. Hata mimi nitatafuta tu. Tatafuta mtu wa kupea hata kama sina. Unajua ile kitu unapeananga mpaka unasikia uchungu. Hiyo ndio tu Mungu anakulipa. Once umelipwa na huyo mwenye amekupea, umelipwa hapa duniani na Mungu hataingililia. But ukiita mtu mwenye hata kulipa ama hata kuita back, Mungu naye atakupea na hata ndiye atakulipa. Otherwise, have a very good sikukuu, have a very good Christmas. Let Jesus be born in you. Na kama tutaonana before January, Mungu atuweke. Na hata ombea safari ya kila mtu mwenye anatembea, ana travel. Ombea wenye wanakaa nyumbani wakae vizuri. Na hata kwa hiyo maneno yote, I'm still Mercy PK. My number, my personal number, not my M-Pesa number. This time loud, I want to bless people. I don't want to be given. But if you, lakini ukitaka kuni bless, let me just give you a number. Unajua hata unaweza kunipigia simu. Uniambie Happy Christmas. Uniambie Happy New Year. Ndio sababu nawapea simu yangu. Ukinitaka, acha nikupigie simu. Pengine hata unataka help from me, just call me. If I will be able, I'll just help. 0720 90 88 64. Na nitaweka kwa screen. 0720 0720 90 88 64. Thank you. God bless you. Muwe na wakati mwema. Muwe na wakati mwema wa sikukuu. You enjoy yourself. And you let other people smile because of you. Let other people enjoy because of your pocket. Let them enjoy because of you. Hata kama huna kitu na pocket, hata maneno mzuri inafaa. Otherwise, God bless you. God bless you. God bless your journey. God bless your stay. God bless you. God bless you. Asana, sana, sana. I love you. Until next time.
Thank you. Bye.